wakati nimeenda Buguni kwa sababu kuchukua mzigo kwa bosi. Bosi kalalamika kawaka sana. Unajua nimeshiliwa sijui nani. Sasa ngambia bosi, mimi natoka Magomeni mpaka nifike Buguruni da. Ni maisha yangu ile vitu vingine mwanangu. Na kuwadharau. Hapo ndio ngoja na kunifukuza. Mjuaji huyo kashafika. Kila kitu anajua yeye jamaa. Sasa ujuaji gani? Ujuaji gani? Hapo jamaa wangu anapenda kunikazia wewe. Yaani ukiniona tu lazima unikadie chochote. Kwani mimi na shida gani na wewe? Wewe ni muongo, tatizo lako. Zimu ulikuwaje? Wewe unasema mimi najua Kiingereza. Ndio jamaa Marekani kule nimesalenda. Nimesalenda wapi? Daraja la salenda ukufanya. Wewe usahau. Baridi poa asili. Kiingereza unajua ujui? Mimi sasa yani kitu ambacho naambia mimi mjuaji afu unaweza kusema Kiingereza. Kiingereza mimi sisi kwambia mimi. Sasa Kiingereza mimi Sofia wewe imeandikwaje? Wapi? Hapa. Hapa. Imeandikwa Tiri. Imeandikwa Tiri. Subiri sasa. Kimfano sasa. Kuna mtu mbele yako. Ndio mimi hapa sasa. Niambie kwa Kiingereza, nifuate. Yaani kwamba wewe mimi nikuongelesha sasa kwa Kiingereza kama vile yani umesimama mbele yangu afu nakwambia nifuate. Ndio hivi yani nimesimama mbele yako. Si rahisi tu. Hiyo rahisi kitu kidogo tu kwa Kiingereza. Hao ni masuala ya past tense na simple past participle. Zote unazichanganya kwa pamoja unapata sentence. Of course. Nifuate sasa. Niambie sasa hivi. Kwa Kiingereza. Ndio. Hayo Kiingereza tunasema yani nasema kwa mfano kama mtasoma mbele yako nataka kumwambia akufuate. Unamwambia you man follow for you. Mimi najua kuziunda sentensi za Kiingereza. Hapo kama kwanza jambo ilikuwa nimeagiza. Ngoja nipande hivi. Baadaye basi nitawacheki basi. Umeshindwa au sio? Sio kushindwa. Mimi si kushindwa. Kinaga mimi si kushindwa. Kipo yako Marekani. Kama mgizaji ujuaji ndio utawapoteza nyinyi. Kipo yako Marekani. Marekani. hamna kazi huko.